أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أحبابي في الله والتمام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Ndugu zangu katika imani, tunamshukuru Allah subhanahu wa ta'ala kutujalia kheri na baraka kwa siku ya leo, siku ya Ijumaa, siku tukufu. Na ndugu zangu, nimetangulia kuisoma aya hii ili kunipatia mwongozo. Aya hii huwa napenda kuisoma ili kunipatia mwongozo katika masuala ya hii kazi ya tiba, kwa sababu katika jamii ya sasa tunayoishi, ama katika karne ya sasa tunayoishi, jamii nyingi sana zimekaririshwa kwamba ukipatwa na matatizo basi tufanye nini? Tukimbilie ramli. Hali ya kuwa Allah subhanahu wa ta'ala anasema azlam rijsu min amali shaitan fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Ndugu zangu, hii aya Allah subhanahu wa ta'ala amekataza moja kwa moja swala la ramli. Allah subhanahu wa ta'ala amekataza moja kwa moja swala la kupiga bao, swala la ramli, kwa sababu jamii ya sasa imekaririshwa kwamba kitu chochote kitakachofanyika lazima tufanye ramli ama tupige ramli tujue tatizo ni nini. Utapata mtu amekuja ama ameenda amepata na matatizo, utaambia nenda kwa ustadhi ukaangaliliwe, nenda kwa mganga ukaangaliliwe. Allah subhanahu wa ta'ala ameshasema, ameshakata kauli ya kwamba azlamu rijsu min amali shaitani. Haijalishi utatafsiri namna gani aya hii, lakini Allah subhanahu wa ta'ala amefanya nini? Amekataza jambo hilo. Kwa hiyo nimeonelea kidogo nizungumzie jambo hili, kwa sababu watu wengi sana, kila mwenye anaye nijia ama kila mwenye kuuliza jambo lake anaulizia swala la kupiga bao ama swala la ramli. Ndugu zangu, ramli inaleta fitna, na fitna hii ni kazi miongoni mwa kazi za shetani la'natullah, kwa sababu shetani yeye ni kufitinisha watu. Watu wakigombana, watu wakiuana, watu wakikata udugu kwa sababu ya ramli. Utakuja kwangu nikufanyie ramli, kisha matokeo ya yale ramli nikwambie nyanya yako, babu yako, ndugu yako, rafiki yako, sijui jirani yako, sijui nani yako ndio kafanya haya lakini utatoka pale moja kwa moja ukijenga yakini ya kwamba fulani ndiye mwenye kunifanyia matatizo. Sasa pale utatoka na chuki na gundu, na kisha utaenda kuleta maafa kule nyumbani ama kule kwa majirani, katika kuleta hasara. Chanzo ni nini? Ni ramli ama kupiga bao. Ndugu zangu, jambo hili limekatazwa, na hii yote ni kwa sababu ya kukaririshwa ama malezi ambayo jamii inawalea watu wao kwa minasaba ya kupiga ramli, ya kwamba ukikungua kidogo, uona hapa poni hapa siku nyingi, basi nenda ukaangaliliwe. Mguu unauma siku nyingi, tumepoteza pesa hospitalini, waganga na waganguzi wa shekhe, kila mmoja ametibu mguu huo ama ametibu maradhi hayo, lakini bado sasa utasikia hebu niangalilie hapo, hebu niangalilie. Ndugu zangu, kuangalilia ni haramu na itabaki kuwa haramu na itaendelea kuwa haramu. Kuangalilia iwe kwa kitabu ama kwa kuchora bao ama kwa kupandisha majini ili waseme matatizo yako ni ABCD, hiyo itakuwa ni ramli na utakuwa umeenda against na amri za Allah subhanahu wa ta'ala. Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema mwenye kuenda kupiga ramli kwa kuenda kwa mpiga ramli, kule kuenda tu
Allah subhanahu wa ta'ala, sala zako siku 40 hazikubaliwi hata ukajipinda namna gani, lakini hiyo itakuwa ni hasara miongoni mwa hasara. Na yule ambaye ataenda kwa mpiga ramli ama kwa mpiga bao ama kwa kuhani kwa ajili ya kutazamiwa, basi akitazamiwa kisha akasadikisha yale maneno ambayo ameambiwa na mkuhani ama mpiga ramli, akasadikisha kwamba ni kweli yule jamaa alikuwa akija, ni kweli yule mama akija huwa yuko hivi, ni kweli yule mzee anapita hapa akifanya hivi, basi umekufuru yale yote ambayo Allah subhanahu wa ta'ala amemteremshia Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ina maana ya kwamba wewe umekuwa kafiri, total kafiri, kafiri 100%. Kinachohitajika pale ni kusilimu upya na kutubu kwa Allah subhanahu wa ta'ala, kurudi katika njia ya Allah subhanahu wa ta'ala, ndio utakuwa unasamehewa yale ambayo ulikuwa unayafanya kwa ajili ya ramli. Ndugu zangu, ramli ina hasara kubwa sana, kwa sababu hasara ni nyingi na faida ni chache. Allah subhanahu wa ta'ala akikataza jambo huwa lina hasara nyingi na faida yake ni chache, na Allah subhanahu wa ta'ala akiamrisha jambo, basi jambo lile lina faida nyingi sana, spiritually, physically, mentally, yote ni faida. Kwa hiyo ndugu zangu, nimekuja na hili jambo kwa sababu watu wengi sana wameishi kwa kukaririshwa kwamba ramli ni lazima. Allah subhanahu wa ta'ala ameelezea katika suratul Maida aya ya 3, kisha akaelezea tena katika suratul Maida aya ya 90. Allah subhanahu wa ta'ala amekataza jambo hili ndugu zangu katika imani. Ramli iwe ya bao, iwe ya kupandisha majini, iwe ya kitu gani, ramli ni ramli. Kuna wengine watakuja hapa waanze kukuambia kwamba ramli sijui ni kuchora chini. Hata iwe unachora ukutani, nia kama ni kuangalilia, basi hiyo ni haramu na itabaki kuwa haramu. Hata uibadilishe tafsiri ya aina gani, hiyo itabaki kuwa haramu. Allah subhanahu wa ta'ala amepinga, amekataa, amepiga vikali jambo hilo la ramli. Ramli haifai ndugu zangu. Ya ayyuhalladhina amanu innamal khamru wal maisir wal ansab wal azlamu rijisu. Piga mstari, rijisu yani ni uchafu, totally uchafu. Rijisu min amali shaitani, ni uchafu unaotokamana na mashaitani, fashtanibu la'allakum tuflihun. Kwa hiyo ukitaka kufaulu wewe mwanadamu, ukitaka kufaulu ewe Muislamu, ukitaka kufaulu lazima uachane na neno ramli ama jambo linaitwa ramli, uachane nalo, kwa sababu ili uachane nalo ndio utafaulu. Lakini ukishikamana na jambo ambalo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala amelikataza, usitarajie kufaulu kwa aina yoyote. Na kesho akhera adhabu kali itawapata wale ambao wameenda against na Allahu Subhanahu wa Ta'ala. Ni ukumbusho, tunakumbushana tunakana katika mambo haya ya kitiba, kwa sababu aya hii kila mwenye ambaye anakuja katika ofisi yangu wanaelewa ninachokisema hapa, kwa sababu lazima niwasomee aya hii ili niwaeke sawa, kwa sababu mentality, mtu akitoka anakotoka huko anakuja na mentality ya kwamba niangalilie. Ndugu zangu, kuangalilia itabaki kwa haramu mpaka yaumul qiyama. Kwa hiyo inshallah taala tukumbatie ukumbusho huu na tuwafikishie wale ndugu zetu wengine, ili na wao waweze kujikanya na jambo hili la ramli. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.